Karibu. Habari. Tumekuwa tukijifunza kuhusu watumishi wa umma, sekta binafsi, kwenye makampuni na watu binafsi wanapotangaziwa kwenda kukoma utumishi, kwa namna moja au nyingine wanaingia kwenye shoko, wanaingia kwenye mshtuko. Mshtuko huu sasa unapokaa kwa muda mrefu, anashindwa kurudi kwenye hali yake ya kawaida kama alivyokuwa zamani. Anakwenda kuzeeka, anakwenda kupata uzee usiokuwa mzuri, uzee wenye changamoto, kwa sababu ameshtuka, lakini mshtuko huo unaendelea kwa muda mrefu. Yale ni maumivu yanaendelea kwa muda mrefu. Kwa hiyo akili inaenda kushindwa kutatua na kupambana na changamoto mpya ambazo anakwenda kukutana nazo, kwa sababu changamoto mpya ambazo anakwenda kukutana nazo mtumishi huyu baada ya kuwa amestaafu na ametangaziwa tu baada ya miaka minne mitatu miwili kabla, tayari anapata mshtuko, anapata stress, anapata wasiwasi usiokoma, na anaenda nao mpaka siku anastaafu. Anaingia mpaka kwenye kustaafu tayari akiwa na mshtuko huo, tayari anaingia kwenye uzee usiokuwa na mafanikio, kwa sababu uzee huyu mtu atakuwa ana hasira za mara kwa mara. Mtu huyu atakuwa ana maradhi yasiyokuwa ya kuambukiza. Mtu huyu atakuwa hajiamini tena anapokuwa na kuchangamana na wazee wenzie. Mzee huyu atakuwa hata watoto wake wakimsaidia kiasi gani, bado atakuwa hariziki na misaada ya watoto wake. Mzee huyu atakuwa muda wote yeye anajilinganisha na wazee wenzie wenye rika lake, ambao labda kwa namna moja au nyingine washatangulia mbele za haki, na yeye sasa anaanza kujihisi, na mimi ni muda wowote naweza kuwa sipo duniani. Wazee hawa wanakuwa very suspicious kwa sababu ya goals zao zilishindwa kumiti walipokuwa bado wana nguvu, walipokuwa bado wako makazini. Sasa kwa sisi ambao bado tuko makazini na tunatarajia miaka mitano, miaka sita kuja kustaafu baadaye, basi tujipange, tuanze kujifunza biashara, tuanze kuizalisha shilingi 10,000 kuwa shilingi 10,500. Tuanze angalau kama ni shambani, nenda mwenyewe, nenda kashike jembe mwenyewe, ikibidi tumia fedha, lakini ikibidi jifunze skill tofauti ambazo utakapokuwa umetoka kwenye hii kampani ya utumishi, unakwenda kuishi kwenye kampani ambayo ina shughuli zake binafsi na jamii tofauti, basi usije kuwa mgeni sana. Na utakapokuwa umestuka baada ya kuambia miaka mitatu wewe unatakiwa ustaafu, basi mshtuko huo jitahidi sana uweze ustuke, lakini baadaye usiende kwa muda mrefu, kwa sababu utakapokuwa umeenda kwa muda mrefu, mshtuko huu unakwenda kusababishia changamoto kubwa sana ya kisaikolojia na kimwili, na ambapo ikienda tena mpaka inafikia hatua siku unakoma kabisa uende kazini, changamoto hizi za kisaikolojia na za kimwili hizi, kwa sababu ya mshtuko, unaingia nazo kwenda kule kwenye jamii ambayo ni mpya kwako, tayari ni moja kwa moja, hii inakwenda moja kwa moja, haikomi, na uzee wako unakuwa una changamoto mbalimbali, kitu ambacho sio sawa sana. Kwa niko hapa kukueleza na kukushauri wewe ambaye bado uko kwenye utumishi miaka mitano kabla ya kustaafu, miaka mitatu miwili, na mwingine bado miezi sita, bado tuna hali ya kubadilisha mazingira haya mapema. Kushtuka ni hali ya kawaida, lakini tusije tukastuka mpaka mshtuko huo sasa ukakaa kwa muda mrefu, mpaka mwisho wa siku ukaenda kukuletea madhara, na hatimaye uzee wetu utaenda kuwa wenye changamoto usiokuwa na furaha, na kwa namna moja au nyingine. Karibu sana, namba yangu ya simu hii hapo, nipigie simu, tutaongea mimi na wewe. Karibu sana.